Marshall Daniel, yuko mlima wa Bwana. Amen. Namshukuru Baba kwa ajili ya upendo. Ana upendo sana huyu baba. Asante sana mama. Leo nilikuwa na mialiko mitatu, lakini kwa sababu ya upendo wa baba nikasema nitaanzia hapa. Amen. Amen. Nikasema nitaanzia hapa. Amen. Mimi ni mwimbaji nyimbo za Injili na napenda kuimba. Amen. Na baba alisema niongee kidogo. Nitatumia dakika 5 kuongea. Amen. Lakini pia nitaimba dakika 5 nyingine. Amen. Amen. Kwa hiyo nataka niongee vitu vichache. Muda umeenda sana. Takiwa niende Magomeni, kuna huduma nyingine. Nataka nifundishe misingi mitatu ya uchumi kibibilia. Amen. Amen. Misingi mitatu kiuchumi mtumishi wa Mungu lazima uelewe. Mimi kazi zangu ni mbunifu wa mavazi. Kiwanda cha kwangu kinaitwa Nation Design. Amen. Amen. Nilianza nikiwa peke yangu, lakini sasa hivi na watu 5 wako chini yangu. Amen. Amen. Nimekuwa nikialikwa sehemu nyingi nafundisha namna ya kijana unaweza kujikimu kiuchumi. Kuokoka sio maskini. Kwanza ukiokoka lazima ufae, upendeze. Lazima mambo yako yamwakilishe Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo niko tayari kwa mwaliko wako. Nina vijana ambao wananisaidia majukumu. Haleluya. Amen. Cha kwanza kabisa lazima ujue kwamba Mungu ndiye anayetoa utajiri. Mungu ndiye anayetoa nguvu ya kumiliki fedha. Unaweza kutumia nguvu nyingine, lakini nguvu inapatikana kwa Mungu. Watu wanatumia nguvu nyingine kwenda kwa waganga, kwenda kwa wachawi, lakini mafanikio sio ya kweli. Mafanikio ya kweli yanapatikana kwa Bwana. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu mstari wa 8, Kumbukumbu 8:18 inasema, bali umkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Nakumbuka wakati nafika hapa Dar es Salaam, nimejifunza mkoani masuala ya ubunifu wa mavazi. Nikupongeze baba, unajua kupendeza. Kila nikija hapa nakuta amependeza. Amen. Nguo kama hizi ndo ninazotengeneza kama hizo. Karibuni sana, ni bei ndogo tu. Bei ndogo sana, 200,000 tu. Karibuni sana. Wakitaka kuolewa, cha kuoa, karibu sana. Wakati nafika mwaka 2016 nimesoma mkoani, najua ujuzi, nimekuja kwenye hili jiji, sina mteja hata mmoja. Nilikuja nikiwa na shilingi 700,000 tu kwenye jiji la watu. Lakini nikatumia ile fedha ikawa inapungua. Nikaenda pale Machinga Complex, nikachukua viziba viwili. Kila kiziba ni shilingi 20,000. Nikachukua viwili, nikalipia miezi 6. Nalipia hapo, sina mteja hata mmoja. Unakuja kazini unalala. Unakuja kazini unasinzia siku nzima. Unakula lakini hujaingiza chochote. Nikawa naingia magotini naomba Mungu. Naingia magotini, nafunga, na wavuta watu kwenye Mungu wa roho, na wavuta watu. Na mtu akija, nilikuwa najitahidi sana kutengeneza kazi bora ili aniletee watu. Nilipiga kazi mpaka watu wakawa wanapaki magari chini. Nilikuwa ghorofa 3. Wanapaki magari chini. Wanauliza Nation Design iko wapi? Wanakuja mpaka juu. Wateja sasa wakaanza kuzidi. Wateja wakaanza kunizidia, nikawa nalala pale pale Machinga kwa sababu kazi ni nyingi. Huwezi kuacha kazi za watu kaenda kulala, utapoteza wateja. Na mimi nimejifunza masuala ya uchumi na mahusiano kwa muda wa miaka 3. Naelewa ukimkosea mteja mmoja, nyuma yake kuna wateja 10. Sasa lazima uheshimu mteja kwa namna yote vile alivyo, au amekuja kwa miguu au amekuja hajaoga, lakini ni mteja, lazima uheshimu.
Ilinigharimu pale Machinga, nimelala zaidi ya wiki 2 pale kwenye ile daraja unapojua ile daraja pale, nimelala zaidi ya wiki 2. Napiga kazi, ikifika saa 8 nalala pale juu ya daraja. Unapoona vitu vinang'atwa na mbu sana. Yaani mbu anakung'ata mpaka mkono unashindwa kuelewa hii ni ngozi yangu. Haleluya. Lakini Bwana akaweza kutusaidia. Sasa niko tayari kumtumikia Bwana. Nikutie moyo ambaye unatafuta kuinuka, unatafuta kufika mbali kwa habari ya uchumi. Nataka nikwambie inawezekana. Inawezekana ukimtanguliza Bwana. Mchapie makofi mengi Yesu. Inawezekana uko hapa ujui utaenda kula nini. Lakini ukimtegemea Mungu atakupa nguvu ya kupata utajiri. Ukimwita Mungu kwenye biashara yako, wateja watakuja. Ukimwita Mungu kwa habari yoyote inawezekana. Haleluya. Ningependa sana kuendelea, lakini muda sio rafiki. Nilikuwa nimeandaa somo refu, lakini kwa sababu ya muda nitaomba tu niishie hapa, niimbe kidogo alafu niweze kwenda Magomeni. Haleluya. Inawezekana kuinuka popote pale ulipo. Kuinuka lazima ukubali kwa